welcome once again guys. First and foremost, ningependa kuwashukuru for tuning in to this channel and thank you for your support. And ni siku nyingine tena ya muhimu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu hii yote na kufika hapa penye tumefika leo ingewezekana kama sio Mungu kutuwezesha. Tena tumefika huku kwa kina Jessica. Huyu ni mamake Jessica, vile tuliwaambia, though our last meeting haikuenda venye tuliwish for. Naona but leo nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha tukaweza kufika, na at least there's a big difference from last time, tangu tukuja hapa last time. So with no much ado, let us get into it. Nataka tuanze and kwanza ya tukitu. Hello guys, welcome back to this channel again. Guys, please ningeomba kwa hii channel guys watu waende wa sub, na pia wale wa kushare, mnafaa kushare, mshare kila mahali. Like hii story venye mmeona pati ya kwanza, it's very painful na msichana zinamepitia a lot. So guys, unajua kila kitu ni kusupportiana, na pia niko sure kuna mwenye tu anapitia the same thing like venye Jessica anapitia right now, si ndio? Yeah, so guys, tunahitaji support yenu, like share wide, mshare everywhere so that kila mtu ataweza kupata, na unajua watu watalearn. Kwa wale wenye wajapitia pia wakiona hivi wata avoid, like watajua venye watafanya. Yeah. So Mama Jessica, once again asante kwa kutukaribisha. Kwanza ningependa kuomba samahani kwa venye vitu zilitana kutokea ile last time kwa juzi venye tulikuja hapa, na tunakuomba tu kaweze kutuia radhi na kaweze kutusamea kwa sababu pia sisi hatukujua itatokea hivyo, unaona. Na shetani ni mtu muongo. Akijua penye kuna kitu mzuri kitatokea mahali, anatafuta mbinu ya kuharibu, si ni ukweli? Yeah, so leo at least umepata chance kwa peke yako na pia roho yako imetulia. So Jessica, first nataka pia wewe kuelezea mamako kitu, kwa sababu unajua mamako mimi namuelewa, alikuwa na right ya kuwa angry at you na and everything that she had said that time, lakini najua kwa maanisha, si ndio Mama Jessica? Ni ile hasira ya mzazi. Sasa ndio maana tumeona tu ni kama tulianza kwa njia mbaya, tukasema turudi ili tukaweze kueleweshe, ujue ni nini ilifanyika mpaka hapo penye, yani what led kwa hiyo position tulikuwa hiyo siku. Ushaona? Kwa sababu tuliona pia kwa mzuri hiyo siku, but leo ni chance mzuri ni Mungu amefanya tukaweza kupatana hapa. Ni chance ya kureconcile na kutengeneza wound yenye ilikuwa kutengeneza ile kitu kilisharibika kitambo. So nataka turekebishe, kwa sababu unajua sisi wote ni watumishi wa Mungu na ni Mwenyezi Mungu ametutuma hapa, si ndio? Na Mwenyezi Mungu azitaka sisi tukosane, kwa sababu unajua siku ni za mwisho na dunia inaisha, na tunataka sisi wote tuende mbinguni, si unajua? Na dunia sasa hii, huyu ni binti yako mchanga na tuwezi takatia kuona akiteseka. She has been our fan from like 4 years now, no 3 years I mean. Kutoka huko ugaibuni amekuwa kitu support kwa mission, ku rescue watoto and stuff, unaona. So ilikuwa painful kwetu sisi kusikia anapitia hiyo hali yenye anapitia, ndio maana tukasema we want to chip in, unaona, kwa sababu amekuwa kipaumbele watu kutusaidia. Na hiki kitu amepitia, kuna watu wengi sana pia wamepitia huko majusi, ndio? So kupitia story yake tutaweza kusaidia pale. Na pia tuseme tumesaidia yeye. Sasa tumemaliza hii, sasa ndio kama tunaanza, tumejua ndio kitu inafanyika. So tunataka kusaidia watu wenye wako katika inashu, shaona, katika hali kama hiyo yake. So Jessica, nataka uelezee mamako hali yenye umekuwa ukipitia all this while mpaka ikafikia hiyo point ya wewe move out, shaona, kwa sababu yeye ni mzazi na alikumisunderstand, hakukuelewa vizuri. Kwa sababu nilisikia ukisema tulijaribu kuongea na yeye na kukusikiza. Sasa tuseme ni Mungu amefanya hii chance imepatikana tena. So nataka ukaweze kumuelezea na ukaweze kumuomba msamaha, kwa sababu mzazi ni mzazi by the end of the day. Shaona? Yeah.
Muombe tu msamaha mamako. Mama, unajua nilikosea kutoka bila kukwambia. And I knew it was not the right thing. Lakini mom, the fact that huko unaweza kunielewa, singevumilia. I know umenisaidia, umenilea tangu nilikuwa mtoto, hata after baba alikufa mali pasa. After all that kania hadi class 8. You know, I thank you. I really appreciate it. Lakini mom, after all the time we were doing okay. Things were good. And nilikuwa happy na yeye. And it wasn't until anything else for you to that man was not the right thing for us. It was not the right thing. Because, okay, the first few days after the first month, alikuwa sawa, alikuwa treat me, anaenda job, anaenda na yeye, anakuja, tuko sawa, na happy. But mom things started becoming weird. There's no way atakaa aniangalie last few hours nani kaa babangu. Maybe can't just accept that. Nili ignore the first year, the first year nikiwa form 1. The second year akaanza kunishika, nikaanza kujitoa. Nikakuambia mama, akaniambia ana show his love for us. But mom, for him to show me his love, it's not for him to touch me. When he touches you, it's not the same way. Na si ati baba kumwambia jina yake kwa I hope utanielewa. Ndio nitoroke. Mama hatoa hata hiyo ndio nataka kujua sana. Leo sikuchapi. Ndio. Ndio nitoroka bila kuniambia. Baada ya kuanza job, nikiwa form 2. After nimejoin form 3, unaenda job, unakuja, unatulipia everything. Yeye alikuwa anabaki hapa, anatoka, anaenda anakunywa. Kuna time ulikuwa unaenda job, akakuja kitu sana. Na nilikuwa nimeenda shule juu ya fee. Nilikuwa nimeenda na hapa mbele. Alikuja, akanishika, akaniamsha. Nikaamka, nikamwekea kitu ya kunywa, nikamwekea chai na food. But then akaniangalia weird, nikatoka kwa nyumba nikaenda. Hata kama alikuwa anataka nikae, nilitoka. But then after a week, nilikuwa nimelala asubuhi 6 after ushatoka. Alikuja akanishikilia, akaniambia alisema I'm already a grown woman. And kuna vitu nafaa kuwa najua by now. Mom, dad tried to rape me that day. Na si uko na simu? Uko na simu? Si ungerekodi hiyo mambo yote? Mom, nitarekodi aje baba kijaribu kunirape mom? Aje sasa mom. Niko hapa, hakuna nguvu kuniliko. I am not as strong as he is. Amenipin down. Mom, nitarekodi aje hizo vitu. Ama ungepiga duru majirani wakuja wakusaidie. Mom, ndio watu wenda ama uende kwa liba umwambie hivi ni kunaendelea. Mom, nilitoka. Nilijaribu vile niliweza nikatoka. Kama kwa boyfriend yangu. Ndio tukao nikamwelezea nikajaribu kumcall. Lakini at that time dad already alikuwa ashakupigia na kuambia ati nimetoroka nimeenda kwa wanaume wengine nimesema sitaki shule. Nikajaribu kumcall, hukutaka kunisikia mom. Ndio maana nilikuja jioni uko time hamko, nikabeba nguo zangu nikaenda. Jua mko mnataka kunielewa mama. Na hakuna venye ungenielewa ukiwa na huyu mwanaume huko. Mama. Lakini mama, ungemsikiza tu msichana wako juu. Kama alikuwa anakuambia baba alikuwa anataka kumshika, of which si right. Unaona? Hata kwako ni picha mbaya. Huyu ni mtoto wako. Fai kubali mwanaume yote amkaribie. Na sasa unajua kama ni ukweli ama alikuwa anamchukia juu sio babake wa kumzaa, ama hakuwa anamtaka kwa hii nyumba.
Mom, mimi ndo nilikuwa kwanza Singejua kujua kama na ni yeye. kweli. Nilikuwa happy for you. Sijaikuwa na shida naye until akaanza kunishika. So uliona Sikuwa hapo ndo najua. tulianza kusumbuana. Nilianza kuambia mama huyu mtu si mzuri. Nikakwambia simtaki karibu na mimi mama, lakini kutaka kunielewa. Hiyo siku yenye alijaribu kunirape ndo nilitoka nikaenda. Nikakupigia na already alikuwa ashakupigia akakwambia sijui nimefanya nini. Huku unataka kunisikiza mama. Sasa ukaenda kwa mwanaume. Mama, sikuwa na option. Hakuna mtu mwingine najua mama. Ungeenda kwa aunti yako ama kwa mtu mwingine. Mama, kutoka hapa hadi kwa aunti sina pesa, sina nini nitaenda. Na si ungepigia aunti yako simu? Nani ataniambia? Ungepigia aunti yako simu kumwelezea. Mama, kama wewe mwenyewe uniamini hiyo time, ulikuwa unataka aje nipigie aunti nimwambie? Ungemwambia akutumie Aje. fare uende kwake. Mama, Ukae huko. Sasa unatoka kwa nyumba unaenda kwa mwanaume. hicho ni mtu nilikuwa na trust. Alafu endaje? Lakini mama, ningefanya nini? Hakuna kwa mtu, hata kwa aunti. Singetoka tu nianze kutafuta pesa ati niende kwake mama. Ama ulikuwa unataka kuenda kuolewa? Mama. Mama, nilikuwa nimekuona kitambo sana wewe. Mama, nishaikusumbua. Mama, nishaikusumbua. Tulianza kusumbuana na wewe after that. Lenye ulipatana na huyo kijana. Sema tu ulikuwa unataka kuenda Hapana kuolewa. mama. Hata ndio maana ulikataa shule. Mom, nilikataa shule tu tuko na pesa. ya Hapana, kulipia. sio pesa ilikosekana. Ni shule ulikataa. Mama msikize tu kwa sababu Hapana, siwezi. Ikifika- Alikuwa tu anataka kuenda kuoleka. Mom, si unaona alikwambia that hakukuwa na any option na hakuwa na mali ya kuenda, ikabidi tu ameenda Aende kwa mwanaume. Mbona hakuenda kwa anti yake? Ama ingie kwa jirani. mom yote mko. Alikuwa tu anataka kuenda kuoleka. Mom. Si hiyo ndio ulikuwa unataka? Lakini sasa mami, unajua huu ni Ulikuwa tu unataka kuenda kwa wanaume. Wewe uko na huyu kesho. Iko. si mama, usiseme hivyo, usiseme Hadi mama hivyo. usimwambie hivyo. Huyu ni mtoto msichana, naweza akadanganyia babake ati nilikuwa nataka kumrape na hatari. Hapana, babake hawezi fanya hivyo. Mom, Hawezi. Unaona Mama, unajitia ulikuja Tunamjua. mom Ndio ulio namjua. unajua bwanako kuliko mtoto wako mwenyewe. Wote nawajua, lakini bwana namjua vizuri, hawezi fanya kitu kama So hiyo. mom, unaamini wewe kunilipo mimi ndio unaniamini. Wewe ndio Wewe- umenileta kunikuwa mtoto. Unafaa kuwa unatoka. Na sikatai, bora ukuenda kwa neighbor ama kwa aunti yako, unaenda kwa mwanaume. Mom au maneighbors walikuambia eating the day alianza kuenda kukunywa. Walikuja kwa kuambia wanamuonanga na wanawake. Uliwaamini? Si uliwafukuza? Mama Mombi ulimpigia hapa kwa mlango ukamfukuza ukamwambia si wewe muona kwa hiyo. Tunajua bwanangu vizuri. Ma- Sasa kama umekosana na majirani wote, unataka msichana wako aende wapi? Unadhani watamkubali? Hata wewe ungekuwa jirani ungemchukua juu ni mtoto. Mom, Kama ni wajirani wema. Mami, unajua Majirani wema lakini madhe, wewe mwenyewe unasikia unafukuza Hao watu, ndio unaambia watu wajirani wema, wangemchukua wamweke kwa. mama already ulikuwa umeenda. Sema tu ulikuwa unataka kuenda kuoleka. Hapana, Hakuna mom. kitu kingine ulikuwa unataka. Hapana, mom. Babako namjua vizuri, hawezi fanya kitu kama hiyo. Mom, si ulileta mwanamke alikuja hapa na mimba ya dadi ukasema si yake. Hakuna, ulijuaje ni Si yake? alisema ni yake. Kusema tu. Mom, unaenda naye kunywa. mama naye. Na sisi utajua je zile vitu wanafanya huko. Si anaenda anakunywa anarudi kwa nyumba. Mom, unaweza kudanganya kitu kama inaweza kudanganya Sasa dada. unaweza- Mnaendaga na yeye Mom, ni kukunywa. Mnaendaga na yeye kwa club. Mom, nisikize. Naweza kudanganya dadi ndo alijaribu kunishika hapo kwenye kitanda. Sasa nikuulize, like hii dunia imegeuka. Mama ni za trust bwana. Bwana mwenye hata umekaa na mtoto wako sana kuliko wewe bwana, kwa sababu tangu Mtoto wangu nimekaa na yeye lakini amekuja kubadilika. Kubadilika aje na wakati umpatie hata nafasi ya kujieleza. Mtoto mwenye Anaweza umpatie nafasi toroka ya aje kujieleza. aende kwa mwanaume. Kwa sababu hujampea nafasi ya kujieleza yeye mwenyewe. Na sasa unaona watoto wengi wanapotea siku hizi. Watu Unajua wanataka mami- kuwa kwa sababu ya mashida kama Kama hiyo. hakuna kutaka kuolewa, ni venye singekaa kwa hii nyumba huyu mwanaume akiwa huku. Na hata nikikuambia hutaki Ama uende kwa kunisikia, shosho unataka- yako. Nitoke hapa hadi ushako peke yangu. Na hata wewe unajua Kama kwa mwanaume unaweza enda peke Mama, yako. ukali Kama kwa kwa shosho, kufukuza chuwe ni single mother na bado unataka niende huko. kama unaweza enda kwa mwanaume, mbona huwezi enda kwa watu wenyu? Watu wetu wa gani? Wale walikufukuza. Si ungeenda Wale kwa aunti walikataa yako. wale walikataa kukusaidia unilee. Si ungeenda kwa Unataka aunti nini yako. huko? Mam, unajua mami, unajua as much as ndio hiyo, as much as Semi alifanya kitu mzuri, yes, but unajua
ungempatia ile listening ear ama ungempatia ile shoulder to lean on, hii story ingefika hapo penye ilifika, ushaona? Lakini unajua wewe ni mamake, ushaona? By the end of the day ni wewe ndio mtu mwenye unafaa kuona simama na yeye, ushaona? Hata marafiki wenye alikuwa anatembea na wao wakitoka shule sio watu wa kuaminika. Sasa mami, wewe mwenyewe una time ya mtoto wako, like una ile time ya kunini mtoto wako na kumuongelesha. Sasa utajuaje mambo yake anapitia, utajuaje? Sinajua, nasikia huko kwa barabara. Sasa unasikia na watu wanavuta bangi huko nje huko. Mami, hiyo ni mambo dadi alikuambia. Sio dadi aliniambia. Yeye alikuambia kwa sababu ulikuwa unaambia na nani? Nani huko nje alikuwa na nguvu kuja kukuambia na watu walikuwa wanakuwa. Nani anakuongelesha na watu wanakuogopa? Hakuna. Mom, sasa unaamini bwana wako kuliko mtoto wako? Unaribia mtoto wako jina impact. Hata yeye ananiharibia. Sio mimi. Anakuharibia aje? Unaweza kuacha je mwanaume mwenye mjakaa na hivyo sana na huyu msichana wako kutoka kwe umemlea akiwa kwa tumbo mpaka akakuja akafika venye amefika. Mami, unajua trust mwanaume. Anajua mtoto wako amepitia mambo mengi tena machungu sana. Ushaona? Basi tuseme basi ndio ilifanyika. Lakini ndio tumrudisha mtoto wako. But mimi kitu nakwambia there is a problem somewhere. Ushaona? Na hii ndio tupate solution, lazima tujue ni nini ndio problem. Unaona? Unajua mami, penye nakwambia ni kitu nataka tuelewane. Ni there is a problem somewhere. Ushaona? Ndio unasema unaamini huyo mume wako sana. Mimi simjui. Unaona? Na siwezi nikamjaji. But unafaa kujiuliza, hakuna siku hata uko mwenda wazimu. Hakuna siku tu mimi naweza toka mahali nianze kuja niseme wewe ni mbaya. Mimi sikujui, si ndio? Siwezi nikaanza kukujaji, si ndio? Na ifike point mtu binti yako anasema vizuri ati walikaa na dad for years. Shawana, the second year ndio vitu zikaanza kuchange. Yes, wewe opinion yako unasema ni alipatana na huyo kijana. Si ndio? Na yeye anasema babake alianza kummolest, ni kama alikuwa anamwangalia ile desireful eyes. Shawana. Sasa mimi siwezi nikasema kwa sababu mimi sijui, lakini Mwenyezi Mungu si ni shahidi. Lakini wewe muulize mume wako. Venye ulikuja ukapata binti yako hayuko, ulimuuliza? Mzee. Nilimuuliza akaniambia binti ameenda na hajamwambia chochote. Mom, naweza toka tu kwa nyumba niende. Aliniambia hapa na nikose kumwambia mbona nimetoka na mambo zangu. Huku mwambia kitu hata huku muongelesha. Nilitoka tu nikaenda. After amekuja nikamwekea hadi chai, amekaa hapa kuambia nini alikuwa anafanya kwa kitanda. Mimi aliniambia alikuwa amekaa kwa ile kiti akiwa mlevi. Na ukamwamini. Huyu akachukua manguo zake akatoka akaenda, hata hakuongelesha babake. Na mbona babake hakumsimamisha? Lakini mama, mbona usiangalie maneno? Like wakati tuliuliza huyo bwana wako chenye ulifanyia huyu usiwaambie watu, alianza kuchemka. Wewe huwezi jijazia. Ni vyenye mlikuja. Sasa sisi tumekuja hata hiyo siku hata mimi nilikuwa na hasira. Mtoto ameenda 4 years. Hujaiona mtoto wako. Amuongee. Alafu akutokelezee. Sasa alafu angalia waenda kwa mwanaume. Mtoto wako hataki kutokelezea after 4 years. Unafaa kwanza umefurahia. Ulikasirika kuniona juu ya zile vitu na wewe mwanaume amekuambia kunihusu. Zile vitu amesema. Amekuambia nilikuwa nimejaribu kukupigia nikiwa Saudi. Ujai nipigia. Nilijaribu. Hakukuambia. Ulijua alikuwa Saudi? Ulijua mtoto alikuwa Saudi? Sasa nikwambie, huyu mama unaona angekuwa mzuri. Angekuwa na cooperate na msichana wake. Hata msichana wake sasa angekuwa kwa hii situation. Hii situation yako. Na huyu mama pia angekuwa saa hizo hata angekuwa na benefit kwa sababu msichana wake alikuwa ameshapata kazi na alikosa hata mtu wa kutumia pesa, akaona tu atumie boyfriend pesa. Hiyo ni makosa yako mama. Hapo hakuna makosa. Ni makosa yako kwa sababu the moment alifika huko alijaribu kukupigia. Na huko unashika simu ya mtoto wako. Ajai nipigia. Ajai. Hebu ongea ukweli. Mom, nishai kupigia. Ongea ukweli. Unafaa ulize huyu bwana yako. Kwani ulikuwa unapiga na simu yake?
Simu yako inashindanga na nani? Akienda kukunywa kulipa bili analipa na simu ya nani? Yeye hana job, hana pesa, anafaa kulipa na nini? Si alikuwa anaenda na simu yako? Na huko unaambiwa, so that means mami, after nimetoka hapa nimeenda kwa boyfriend yangu, ungenifuata huko. Si alisema alichokule nenda. Amemwona nimempost, mbona ukukuja huko unitoe huko juu nilikuwa enda hivi. Sasa nilikuwa nakutoa huko sijui ni wapi. Si yeye alisema anajua kuna najua ni wapi. Si ashaiona nimempost. Mbona hiyo siku venye nilitoka hapa? Si ati anajua mahali mnaishi. Mom, alisema alikuwa hapa nikitoka. Mbona hakunifuata aone kule nimeenda? Ama ulizie, si unasema unajua marafiki zangu wale watu natembeanga nao, mbona mkunifuata muulize kule niko? Si walisema hawajui mahali huko. Lakini uliambiwa nafanya kazi. Nikatoka shule. Niliambiwa umeenda kuoleka, sasa mimi nikasema maisha ni yako. Wale walikuambia nimeenda kuoleka au kukuambia kule niko? Hawakuniambia, waliniambia hukuuliza. Waliniambia tu uliza mama, umeenda kuoleka. Sasa mimi nikasema mama, maisha ni yako. nimemwambia. Enda. Mama, mimi nakaa nje na wanawake. Ama maisha yenye tulikuwa tunapitia, nikasema wewe enda ujione maisha yako. Unajua tukiongea hii tutakuwa tunaenda back and forth. Sawa mami, binti yako ndio tuseme alienda kuolewa, basi tuache basi alienda kuolewa. Of which ni hatia kwa sababu wako amefikisha age, ushaona? Wako amefikisha age. Wewe hata ungeenda upige police station, ushaona? Utafute mtoto wako but haukufanya, hukutafuta mtoto wako kwa sababu alikuwa amekuchokesha. Hivi nikikwambia mtoto wako ameibiwa pesa ataanza kusave kwa miaka 3. Najua pia you want to bother, si ndio? Hautashughulika, si ndio? Mtoto wako akienda kufanya kazi huko Saudi. Unajua pesa zake zote ameibiwa. Na nani? Ameibiwa na nani? No. After nimeenda kufanya kazi Saudi, singeweza kutumia pesa, tulikuwa tunaongea. Na huyu boyfriend yangu mwenye nilikuwa after nimetoka huko kwenda kukaa na yeye. Tukapanga nikienda huko kazi, nikifanya kazi nishalipwa na bonus namtumia. Afungue job. Natumia boyfriend pesa. Junior nilikuwa naishi na yeye. Sasa nitumia sasa yeye ndo alinisaidia. Hizo pesa hizi kana. Singekutumia. Hatuongei. Haunitafuti, huna shughuli na mimi. Huyu mzee hataki kuniona huku. Amekuambia mimi ni mbaya vinatembea na wanaume huku nje. Si nikatumia boyfriend yangu mwenye najua hata nikitoka huko nitapata amejenga nyumba, amefungua biashara, tuko sawa. Alafu sawa, ilikuwa boyfriend alafu ameibiwa pesa zake. Sasa umerudi. Umekuja sasa na sikia mama, boyfriend yake ameishi akitumiwa pesa na huyu Jessica wako akamwambia tujengee nyumba. Nizo pesa unatumia mwanamume mwingine pesa. Si mwingine. Ni ambaye umepitia na wewe. Sasa mama wewe unataka kusikiza mtoto wako angetumia nani? Na si ungekuwa una save. Ata save wapi? Huko pesa huwezi kaa nayo. Lazima uko tunatumia mtu kwa kuweka savings zako. Si marafiki zangu. Si ungetafuta mtu mwingine umtumie pesa. Na aunti yako na venye mnasikizana. Na venye aunti yako anakupenda. Si ungetumia aunti yako. Umtumie pesa. Hiyo ni biashara gani? Mama sasa ona pesa imepotea. Mama ukihitaji pesa, umetumiwa na mtu mwingine utakosa kutumia. Huyo mwanamume unajua Mama, kugombana sio suluhisho. Hakuna za kugombana. Sisi ndio sasa na huyo mwanaume mnajua mahali anaishi kwenda saa hii. Tumeshajua penye anaishi. Na pia tukienda huko hahitaji kuwa na ile hasira. Shona. Kwanza nafaa kushukuru. Lazima kwanza kitu tunashukuru. Unaona sasa hivi nimechemka hivi. Ndio venye mtoto wako alikuwa anakutafuta, sasa hii angalau hatulikuwa tumefikia hapa. Lakini kitu ya kwanza ni tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu umekubaliana kusikilizana na mtoto wako, si ndio? Amekuomba msamaha, ameona makosa yake. Ingekuwa vyema kama pia wewe ungeona makosa yako, at least hatungekuwa hapa, si ndio? But the right thing to do mimi sana naona hawa mjukuane moja kwa moja, twende basi tukatafute pesa za mtoto wako basi. Mimi sina shida na mtoto. Unajua mzazi ni mzazi. Lazima ukuwe na ile hasira ya mtoto. Na wewe umemsamea. Mimi nimemsamea lakini nimekubali makosa yangu. Lakini sikue na wewe sikue unamsamea kwa sababu umesikia hii pesa yetu. Hapana. Nimemsamea juu ni mtoto wangu. Basi kama umemsamea mna tatizo, pia sisi tunashukuru. Mimi nimemsamea mtoto. Sina shida na wewe mtoto wangu.
Mungu apewe sifa. Mungu apewe sifa. Amen. Amen. Haya. Basi hii ni step 1 imekuwa successful guys, as we can all see mama pamoja na binti yake wamerudiana, and it's again for us, at least Mungu ameweza kupata utukufu. So tunaenda kwa step 2 kufuata pesa za binti huyu.